Hujambo mpenzi mtazamaji wa Ndizi TV Africa popote pale ulipo, ikiwa kwamba leo hii siku ya Jumatatu tarehe mosi mwaka 2025 mwezi wa Disemba, ikiwa tumeanza kuhesabu siku kuelekea siku kuu ya Krismasi, ikiwa sasa zimesalia siku 24 ili tusherehekee Krismasi ya mwaka huu 2025. Na kukaribisha katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Mie ni Jeff Nyakundi na mwelekezi wangu ni Bwana Alex Mungare, na kama yale ambayo tumekuandalia na taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilia, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya kusherehekea ukimwi ulimwenguni, basi tutakuwa tunafuatilia yale ambayo yanaendelea kufanyika maeneo tofauti tofauti, na taarifa hiyo tutakuandalia kwa kina ifikapo saa 1 jioni na taarifa zetu saa 3. Sina mbali, mimi ni Jeff Nyakundi, tufuatilie katika mitandao yetu ya kijamii kama Ndizi TV Africa. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba Rais William Samoei Ruto ameongoza hafla ya mahafari ya machifu na manaibu wao ambayo imefanyika katika chuo cha mafunzo ya polisi Embakasi jijini Nairobi. Hafla hiyo imewahusisha zaidi ya machifu na manaibu wao 1837 waliokamilisha mafunzo maalum ya kisheria na utawala. Mafunzo hayo yanalenga kuimarisha utendakazi na uongozi wa serikali katika ngazi ya mashinani. Rais Ruto amesisitiza umuhimu wa uongozi bora katika kutoa huduma kwa wananchi. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Governor of Nairobi, the Inspector General of Police, the team from our ministry led by the PS, and all the distinguished guests present, and all the chiefs, good morning. Chiefs hoye. Assistant Chiefs hoye. Your Excellency, the President, we want to thank you. Tunakushukuru sana Rais. Wewe umekuja kuhakikisha kwamba umesimamia kufuzu kwa hawa machifu na naibu wao. Mheshimiwa Rais, nikisema nimesoma historia ya wizara na nimeuliza wale wote walienda mbele yetu. Hakuna rais mwingine tangu tuanze uhuru amekuja preside over graduation ya chiefs na assistant chiefs. This is historic, Your Excellency, na inaonyesha ya kwamba wewe unazingatia ile policy yako ya bottom up economic transformation agenda, na unajali wananchi ama wafanyakazi wa serikali ambao wako chini wanakutumikia na wanatumikia wa Kenya kupitia ofisi yako mashinani. Ndiposa wewe mwenyewe umewacha kazi zako nyingi ambazo ungefanya leo na umekuja kuwa nasi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. I have received, as the Minister has said, the Jukwaa la Usalama report, a document that captures the reality of millions of Kenyans in matters of security, governance, and community well-being. It reflects the concerns and equally the aspirations of our people, insights from local leaders and citizens, and clear recommendations to strengthen service delivery, public order, and public security. I commend the team at Interior, led by the Minister, for steering the Jukwaa la Usalama consultations across the 47 counties, and for ensuring that the voice of the citizens remains firmly at the heart of policy formulation. Kenya's security has remained largely stable due to the dedication of the National Government Administration officers, security agencies, and the resilience of our communities. Yet, as we all appreciate, the threat environment is changing. We are confronted with community-level conflicts requiring swift intervention, sporadic criminal activities driven by socio-economic pressures, emerging threats shaped by technology and evolving criminal tactics, localized tensions over resources, boundaries, and competition,
and humanitarian challenges such as drought, displacement, and natural hazards that strain communities. These realities demand proactive leadership, accurate intelligence, coordinated action, and a professional administration that works hand in hand with citizens as partners. The Jukwaa la Usalama forums were genuine public engagements, and their recommendations must and will be translated into concrete action. The stability of our country, the success of our economic transformation, is directly tied to the work you do every single day. Your service enables farmers to produce and transport goods safely, traders to conduct business free from extortion and disruption, youth to pursue opportunities peacefully, infrastructure projects to proceed without interference, and communities to maintain confidence in public institutions. I must single out chiefs and their assistants for supporting the Ministry of Agriculture. When I came into office, we had only 300,000 registered farmers. But in a record 3 weeks, chiefs and assistants across Kenya raised that number to above 5 million. And they did it free of charge. I want to say congratulations to the chiefs. Na kwingineko tukiangazia masuala ya kisiasa ni kwamba kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka amemkosoa vikali Rais William Samoei Ruto kwa kuingilia kati chaguzi ndogo zilizofanyika wiki iliyopita katika maeneo mbalimbali humu nchini, hususan Mbeere Kaskazini na Malava. Akizungumza katika eneo la Mumboni Kaskazini, Kalonzo alidai kuwa ana ushahidi wa hujuma zilizofanywa katika mchakato wa uchaguzi na akaahidi kufichua hivi karibuni. Aidha, gavana wa kaunti ya Machakos Wavinya Ndeti aliwalaumu baadhi ya viongozi wa Kenya Kwanza, akiwemo katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar, kwa kutoa kauli zinazodharau jamii ya Wakamba na chama cha Wiper kwa ujumla. William Ruto knows that UDA did not win in Mbeere and UDA did not win in Malava. Hiyo anajua. We have evidence kwamba yeye mwenyewe alipiga simu kwa OCS kwa kituo kimoja na kingine in Mbeere, akasema ni lazima yule mtu msiri Mudende lazima ashinde. Direct interference. Therefore, we are going to come up with a very, very, very serious approach to this thing. Nimesikia mwingine hapa anasema ati chama ya Wiper na hata huyo alikuwa senator. Alikuwa senator kwa sababu alipatiwa na chama ya Wiper. Anaitwa nani? Omar Hassan. Omar Hassan aliingia kwanza kiti ya kwanza ya senator kwa sababu ya Wiper. Na yeye anasema ati Wiper ati ni chama ya village. Wacha niwaambie, nyinyi mmetudharau, tutakimbishana na nyinyi. Number 1, ulionekana na Ruto kwa sababu ulipitia Wiper. Kama ungepitia Wiper hata UDA haingekuona. Kwa hivyo patia Wiper nini? Heshima. Tumechoka na kudharauliwa. You give it to us, we give it to you. Mkitupatia heshima, tutawapatia heshima. Mkitukosea heshima, hata sisi tuwakosea heshima. Enough is enough. Inatajwa kama ni siasa za futa kwangu vuta kwako, mwenye nguvu mpishe basi kisiasa. Na tukisonga mbele ni kwamba viongozi wa dini ya Kiislamu kutoka maeneo ya magharibi mwa Kenya na bonde la Ufa wamelaani vikali visa vya vurugu na uharibifu vilivyotokea wakati wa chaguzi ndogo zilizofanyika wiki iliyopita katika baadhi ya maeneo nchini. Wakizungumza mjini Bungoma katika kongamano la amani, viongozi hao kutoka kaunti ya Kakamega,
Bungoma, Busia, Vihiga na Uasin Gishu walieleza masikitiko yao kuhusu viongozi wanaochochea wananchi badala ya kuhubiri amani. Wakiongozwa na mwenyekiti wa bonde la Ufa Abubakar bin Sasa, aliitaka tume ya uwiano na utangamano wa kitaifa NCIC kushirikiana na vyombo vya usalama kuhakikisha kuwa mikakati dhabiti imewekwa mapema kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Uchaguzi huu haukutufurahisha kabisa, kwa sababu ikiwa ni uchaguzi zisizopita 23 zimemwaga damu za watu kadhaa, mali imeharibiwa, magari imechomwa. Hii ni uchaguzi wa aina gani? Sasa wito wetu ni kwa wanasiasa, wasiwe ni wenye kuchochea Wakenya kuharibu amani. Amani ina thamani, na itakapoharibika amani, gharama zake ni kubwa kurudi kuleta amani. Kwa hivyo tunawaomba Wakenya wasiwasikize wanasiasa, bali wafanye yale ambayo kwamba wanaona haitakuwa na uharibifu. Tunaomba serikali yetu ianze kuweka mikakati wakati huu, hasa itumie viongozi wa dini. Tumeona viongozi wa dini ndio wanazungumza sana kuhusu amani. Serikali itumie viongozi wa dini kuhubiri amani, upendo na uwiano. Tunaona pia tume ambayo inasimamia mambo ya maadili ikaze kamba zaidi, na anapotamka mtu maneno ya uchochezi na ya kutisha maisha ya mtu, basi huyo mtu achukuliwa hatua, awe ni mtu wa aina gani, mwenye cheo gani, anatoka sehemu gani. Kwa hivyo twaomba yale yaliyotokea wakati wa uchaguzi mdogo yasiweze kutokea katika nchi yetu hii, kwa sababu tutakuwa tunaendekea mwelekeo mbaya, ambapo nchi zingine ambazo zimekosa amani tunaona vile wanavyohangaika kuhamia huku na kule, kukosefu wa kila kitu. Kwa hivyo na sisi tusifuate barabara hiyo. Wajaribu kupunguza zile hasira watu wanaekea vijana kuja kuumizana kwenye mambo na siasa, haifai. Yule Mungu amechagua ndio atachaguliwa na wananchi. Tunaomba watu wapunguze hasira. Kenya zimekuwa nyingi. Viongozi muache kugonganisha watu, muache kuweka watu wanauawa bure kwa mambo ya siasa. Hilo ndio tunalia kama wamama. Wakubwa zetu wanatuonesha mfano mbaya sana, especially kwa kura hii ambayo imepita. Kumekuwa na dhulma kubwa sana. Basi amani ndiyo ihubiriwe tunapoelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Kwingineko ni kwamba wakulima wa kiwanda cha Machani Chai cha Itumbe, gatuzi la Kisii, wametoa ombi la kupata uhuru wa kujisimamia bila kusimamiwa na kiwanda kile cha Machani Chai cha Nyamache. Akizungumza na wanahabari katika eneo bunge la Bobasi katika kaunti ya Kisii, mkurugenzi wa kiwanda hicho Abel Kenyuru alitaja kuwa wakulima hao wanataka kujitegemea baada ya kusimamiwa na kiwanda cha Nyamache kwa zaidi ya miaka 20. Kenyuru aliwahimiza wakulima waziuze machani mabichi kwa viwanda binafsi ili kupanua masoko yao na kuongeza mapato ifikapo mwaka ujao. Kitu ya ingine tumeongea ni juu ya kuseparate, yani kutenganishwa kutoka Nyamache tukae kama Itumbe factory yenyewe. Tumekaa miaka 20. Miaka zaidi ya 20 tuko pamoja. Kwani sisi hatujakomaa wa kuchikalia na kufanya kazi sisi wenyewe? Hiyo ndio sababu tumekutana leo na kuongea na tukuambia wakulima wetu wasichoke na quality. Walete quality, walete chai mzuri, walete chai nyingi, waache hii mambo ya hii soko huru. Soko huru inawapoteza kwa sababu sisi tunalipa bonus, tunalipa kila mwezi, tunalipa fertilizer, tunalipa extension, lakini hawa wengine hawafanyi. Tunatengeneza barabara za zingine, lakini hawa wengine hawafanyi. Wanategea tu kuja kuchukua chai ile ambao tumekuza sisi wenyewe. Na ndio sababu nawaambia muache kupeleka chai kwa hawa Mang'irito, kwa sababu sisi sasa tutakuwa na chai kidogo sana na hiyo cost itaenda juu, na ndio mtakosa kupata bonus kwa sababu hamuleti chai.
Na tunapofika tamati ni kwamba mbunge wa Suna Magharibi Peter Masala ametoa wito kwa viongozi wenzake kutoka kaunti ya Migori kuungana katika kusaidia vipaji vya vijana ndani ya kaunti hiyo. Akizungumza katika eneo la Muhuru wakati wa hitimisho la mashindano ya Masara Talent Academy tawi la Muhuru ambapo timu 25 za kandanda zilishiriki, Masara alitaja kuwa vipaji kama ilivyo kwa vyeti vya masomo vimefungulia vijana wengi milango na kuwafanya kutambulika kote duniani. Aidha, alisifu serikali kuu kwa juhudi zake za kujenga viwanja vya michezo katika maeneo mbalimbali humu nchini, akitaja kuwa ni hatua nzuri katika kukuza vipaji na kuimarisha mustakabali wa michezo humu nchini Kenya. Weka pale katikati Mwanarabu Karungu safari bado ni yao bado Samsemedo. We are very happy today that in Mihuru here, through Suna West United Club, one of the students was given scholarship to Canada, and we believe even from amongst the players who are here, we are going to take another one to Suna West United and other teams so that they can tap their talent. We are nurturing talents, and we cannot nurture them in a boardrooms. We must come to the ground, play balls. Yesterday we were in Nyatike West. I want to encourage boys and girls that some people are earning salary through their certificates and some are earning through their talent. Now that in Migori County we have even produced a 400 gold medalist. We believe one of us from Migori will be the winner of a very prestigious contract with the best clubs in the world through football. We'll nurture them, we'll nurture women and young men for football, athletes, and even netball and volleyball. I encourage each and every leader that let us team up together to nurture the talent of the young people. Football is a factor which unite community. Today, all community around this place were united, cheering for their teams, and everybody has gone home happy. Basi kufika hapo ndipo tunafika tamati katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Utakutana na mwenzangu Nelfo Waloi ifikapo saa 1 jioni ili akupashe mengi pale katika ndizi saa 1, na nikamilishe taarifa zetu kwa kutaja kwamba vita vya panzi ni furaha ya kunguru. Panzi wanapopigana basi kunguru akiwa na rukaruka pale juu anaona yeye amepata kitoweo. Kwaheri kwa sasa. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi. Mwelekezi wangu amekuwa ni bwana Alex Mongare, akitaja kwamba jana walipata ushindi, bado wanasherehekea, lakini bado wao na nambari 8 wanapelekana mbio sana. Bye bye kwa sasa hivi, tukutane panapo majaliwa. Kwaheri.